Karibu sana kwenye channel yetu ya simulizi. Hapa tunakuletea hadithi za kusisimua kila wiki. Kama unapenda simulizi nzuri, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na uwashe kengele ya arifa ili usipitwe na sehemu mpya. Usiku mmoja wa mvua kubwa, basi la kawaida liliondoka kituoni likiwa na abiria wachache waliokuwa na haraka ya kurudi majumbani mwao. Hakuna aliyejua kuwa safari hii haingekuwa ya kawaida, bali ya kutisha. Wengi waliingia, lakini hakuna aliyerudi. Karibu katika simulizi ya The Lost Basi. Mtaa wa Kariakoo ulikuwa umepoa. Saa ilikuwa saa 3 usiku, taa za barabarani zikitoa mwanga hafifu wa manjano. Neema alisimama pembeni ya barabara akiwa amechoka, mikono yake ikigusa begi lake dogo la mgongoni. Alikuwa amerudi kutoka chuoni baada ya semina ya usiku, na sasa alikuwa akisubiri daladala ya mwisho kumpeleka Temeke. Lakini hakuna gari lililopita kwa zaidi ya dakika 20. Simu yake ilikuwa na chaji kidogo. Aliangalia huku na kule, barabara ikiwa kimya zaidi ya kawaida. Ndipo akasikia mlio wa tairi ukikaribia kwa mbali. Mwanga wa taa ukakatiza giza, basi lilikaribia taratibu, moshi ukifuka nyuma yake. Lilikuwa basi la zamani, limepakwa rangi ya kijani kibovu na maandishi yamefutika. Likasimama mbele yake bila hata mlio wa oni. Neema akasogea. "Linaenda Temeke?" aliuliza kwa sauti ya mashaka. Dereva hakujibu. Alikuwa mtu wa sura ngumu, akitazama mbele tu, mikono yake ikiwa kwenye usukani bila hata kutikisika. Mlango wa basi ukafunguka polepole kwa mlio wa kutisha. Neema akaingia. Ndani ya basi kulikuwa kimya. Abiria walikaa wakiwa wanyamazifu, wote wakitazama mbele. Hakuna aliyegeuka kumwangalia. Kulikuwa na viti vitupu katikati, akakaa. Lakini alipochungulia tena abiria walioketi mbele, kitu cha ajabu kilimtisha. Wote walivaa nguo kama za miaka ya zamani, nguo za shule za enzi hizo, kofia za kijeshi za zamani, na hata mama mmoja aliyevaa kitenge cha staili ya miaka ya 80. Wote walionekana kama wameganda, kama sanamu. Ndani ya basi kulikuwa na harufu ya uchafu, hali ya ubaridi ukapita mgongoni mwa Neema. Alijaribu kufungua dirisha, halikufunguka. Akaangalia simu, hakukuwa na mtandao. Ghafla taa za ndani zikawaka na zikazima, basi likaanza kuondoka. Likikata kona kuelekea barabara ya porini, barabara ambayo haikuwepo awali. Itaendelea. Karibu sana kwenye channel yetu ya simulizi. Hapa tunakuletea hadithi za kusisimua kila wiki. Kama unapenda simulizi nzuri, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na uwashe kengele ya arifa ili usipitwe na sehemu mpya.